Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa majina naitwa Maulid Hassan Doto, mkuu wa wilaya Mvomero. Nitumie fursa hii kuwakaribisha wakimbiza mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 kitaifa wakiongozwa na ndugu yangu Michael Mwang'onda. Lakini pia nitumie fursa hii kuwakaribisha wakimbiza mwenge katika ngazi ya mkoa wetu wa Morogoro pamoja na itifaki yote inayohusiana na mwenge wa uhuru mwaka 2026 katika wilaya yetu ya Mvomero. Wilaya yetu iko salama, ni shwari kabisa, hakuna viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, na badala yake watu wetu na wananchi wa Mvomero wameendelea kujikita katika shughuli zao za kiuchumi na za kijamii za kila siku. Tunafurahi kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Ujumbe wa mwenge wa uhuru, ujumbe mkuu ni amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na ujumbe mahususi unasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mwenge wa uhuru ukiwa katika wilaya yetu utaweka mawe ya msingi, utafungua, utakagua na kuona jumla ya miradi 7 ikiangazia katika sekta mbalimbali zikiwemo sekta za kilimo, maji, afya, utawala bora, elimu, barabara na mradi wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kuhusu miradi ambayo itapitiwa na mwenge wa uhuru mwaka 2026, tunao mradi katika sekta ya kilimo, na mradi huu unahusiana na ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza zana za kilimo, na hapa tunakusudia uunganishaji wa matrekta. Mradi huu unakwenda kuboresha sekta ya kilimo kwa kuwawezesha wananchi kupata fursa ya kujielekeza kwenye kilimo cha kisasa. Lakini pamoja na mambo mengine, mradi huu unakwenda kufungua ajira kwa wanamvomero, kwa sababu zitakuwepo ajira mbalimbali zinazoambatana na uunganishaji wa matrekta hayo. Lakini tunategemea kwa wale ambao watakuwa wamewekeza kwenye sekta ya kilimo watakwenda kupata manufaa makubwa sana kwa kutumia zana za kisasa za kilimo. Pia tunao mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya maji, na mradi huu dhima yake kubwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hivyo ni matarajio yetu kwamba mradi huu kwa kiasi kikubwa umeondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika wilaya yetu ya Mvomero. Kwa upande wa sekta ya afya, tunao mradi wa kichomea taka. Mradi wa kichomea taka, lengo kuu ni kuhakikisha unaboresha sekta ya afya kwa kuweza kuteketeza taka ambazo zinazalishwa katika hospitali yetu ya wilaya ya Mvomero, lakini pia pamoja na zahanati na vituo vya afya vinavyotuzunguka wilaya yetu ya Mvomero. Tunao mradi wa utawala bora, ambao mradi huu ni ujenzi wa ofisi ya afisa mtendaji wa kijiji cha Kwa Muhozi, na mradi huu lengo lake ni kuboresha huduma mbalimbali zinazotolewa na halmashauri yetu kwa wananchi wa wilaya ya Mvomero. Tunao mradi pia wa kiwanda cha kuoka mikate. Dhima ya mradi huu ni uwezeshaji wa vijana kiuchumi, na hii ni juhudi za halmashauri yetu ya wilaya ya Mvomero kutekeleza maelekezo ya serikali katika utoaji wa mikopo ya 10%. Kwa hivyo mradi huu wa bekari ya uokaji wa mikate na biskuti ni kikundi katika vikundi vya vijana ambavyo vimenufaika na mikopo ya 10% kutoka katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mvomero. Na manufaa ya mradi huu ni kwamba mradi umewawezesha vijana kiuchumi, lakini pia umefungua fursa za ajira kwa vijana kutokana na masuala mbalimbali yanayoambatana na mradi huu, ikiwemo utafutaji wa masoko, lakini pia uuzaji wa bidhaa zinazozalishwa kutoka katika bekari hii. Imefungua ajira kwa vijana, lakini pia imewawezesha vijana kiuchumi. Lakini pia tunao mradi wa ujenzi wa daraja la Mto Mjonga linalounganisha kata mbili katika wilaya yetu,
kata ya Sungaji na kata ya Mhonda. Zamani, kabla ya ujenzi wa daraja hili, wananchi walikuwa na changamoto kubwa sana ya kuvuka katika eneo hilo, na wengine wamepata madhara mbalimbali yanayoambatana na huo mto. Kwa hivyo ujenzi wa daraja hili umeondoa changamoto kubwa sana kwa wakazi wa kata zote mbili. Kwa hivyo tutumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uwekezaji mkubwa ambao ameendelea kufanya katika wilaya yetu ya Mvomero, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa daraja hili. Lakini pia katika sekta ya elimu tunao mradi wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa pamoja na matundu 10 ya vyoo, pamoja na kuimarisha miundo mbinu mingine kwa ajili ya kujiandaa na kitu kinachoitwa double cohort mwaka 2028. Na double cohort dhima yake ni kwamba ifikapo mwaka 2028 tunatarajia darasa la 6 na la 7 watajiunga kwa pamoja kidato cha kwanza. Kwa hivyo ipo mikakati ya maandalizi ya miundo mbinu ya madarasa, vyoo pamoja na madawati na vitu vinginevyo katika kuhakikisha tunaendana na mkakati huo wa serikali wa double cohort. Naitwa Paulo Francis Fati, ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero. Naomba niongelee miradi ambayo tutaitembelea kwa kuzingatia uchangiaji wa halmashauri ambao tumeufanya kwenye miradi hiyo. Mradi wa kwanza ni wa sekta binafsi ambao ni zana za kilimo, na katika mradi huu ambao ni wa gharama kubwa bilioni karibu 21, sisi halmashauri tumewezesha kwa kugawa ardhi, kupanga maeneo hayo kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia kuhamasisha wananchi, kuwakaribisha wawekezaji wetu katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mvomero. Kwa majina anaitwa Damas James Omari, ni meneja wa habari na uhusiano katika kiwanda cha Tanzania Agritech Development Company Limited. Kiwanda chetu kinajihusisha na uundaji wa zana za kilimo, yaani matrekta, pawatila, drones na harvesters. Kiwanda chetu kimesha fikia katika awamu ya mwisho, kwa maana ya kwamba kimefikia katika 75% ya ukamilikaji wa kiwanda kizima. Shughuli zetu hapa zitakuwa ni kuassemble tractors, lakini pia vile vile tutahusika na uuzaji wa tractors. Tractors kama zinavyoonekana, lakini power tiller na pia vile kwa ajili ya, na pia vile drones kwa ajili ya pesticide. Mradi wa pili ni mradi wa maji ambao nao una gharama ya milioni 348, lakini mradi huu unaendeshwa na idara ya maji au MORUWASA na umekamilika. Mradi unaofuata ni kichomea taka ambao upo katika hospitali yetu ya wilaya ya Mvomero, na mradi huu halmashauri imetumia takriban milioni 46 ambazo ni mapato ya ndani. Mradi uko vizuri, umekamilika na unatoa huduma. Mradi unaofuata ni ofisi ya kijiji kinachoitwa kwa Mgunzi. Kijiji hiki mradi wao ni wa wananchi. Wananchi wamechangia milioni 21 na halmashauri ya wilaya imechangia milioni 36 kwa mapato ya ndani. Mradi mwingine ni mradi wa vijana. Mradi huu unajihusisha na utengenezaji wa mikate iliyo bora na ambayo imepitishwa na taasisi zote za ubora, na mradi huu halmashauri imechangia milioni 30 kupitia mikopo, lakini pia milioni 6 katika uboreshaji wa miundombinu katika eneo hilo ili waweze kuzalisha mikate yenye ubora, na mikate hii tutaikuta tayari
ina soko la kutosha katika maeneo yetu ya wilaya ya Mvomero. Majina naitwa Yosefu Stefani Eliasi, ni mkazi wa kijiji cha Makuyu, wilaya ya Mvomero. Sisi ni kikundi kinaitwa Makuyu Moja ya Vijana, tunapatikana katika kijiji cha Makuyu. Shughuli yetu kubwa ni kuoka mikate bakery. Tunaoka mikate, keki za sherehe, biskuti, maandazi, ni pia na bites mbalimbali. Kwa kikundi hichi tuko 8, wanaume 4 na wanawake 4. Mimi ndiye mwenyekiti wa kikundi hichi. Kimsingi tunashukuru sababu tuna tukio la kutembelewa na mwenge tarehe 16. Tunashukuru serikali ya Mama Samia imetuwezesha kupitia halmashauri yetu ya wilaya ya Mvomero kupata mkopo wa shilingi milioni 20. Fedha hizi ambazo zimetumika kwenye huu mradi ambapo tunatekeleza kuoka mikate na shughuli na bidhaa zote za ngano. Mradi mwingine ambao ni wa 6 ni mradi wa daraja ambao unaendeshwa na unajengwa na TARURA, na mradi huu ni mkubwa, daraja la mawe lenye thamani ya milioni 665. Yaani kabla ya daraja tulikuwa tunapata changamoto, unakuta kwa mfano hapa palikuwa na changamoto moja, mtumbwi ambao wenyewe wananchi wanatengeneza ule mtumbwi ule, umeona. Kwa hiyo tunakuwa tunavushiwa hapo, lakini tunavushiwa angalau tulikuwa hata roho zetu haziriziki, kwa sababu waweza ukafika katikati kale kakaondoka, umeona, kakapoteza uhai wa watu. Kwa hiyo na ndio maana serikali kaliona hilo kutuletea mradi wa barabara, umetuletea mradi wa daraja. Nashukuru. Yaani tunashukuru sana kutokana na ujenzi wa daraja. Hapo nyuma kabla ya daraja kujengwa tulikuwa tunapata changamoto sana. Tulikuwa tunapita huko chini kwenye maji, tumetengenezewa ligome hilo, yani ni mabaobao tu yametengenezwa, basi mpishaji anakaa mule na mwiko. Hivyo yani wengine walikuwa wanapata changamoto, unakuta likifika katikati linaanguka, watu wanapata madhara. Lakini kwa upande mwingine serikali wamelionea hili, wametufanyia mpango, tumepata daraja hilo hapo kama linavyoonekana. Wameanza muda mrefu, lakini hata hivyo limefika mwisho, tunaona yani wanamalizia. Hata wanaofanya biashara huku wakubwa walikuwa wanakujaga zamani, walikuwa wanashindwa kununua mazao kutokana na kupitisha sehemu hamna, barabara chafu, daraja hamna kama hivyo ya kupitia. Lakini sasa hivi watu watakuwa wanapita vizuri, maana daraja lipo linaonekana kama hivyo. Tunashukuru sana. Mradi mwingine ambao tuko nao ni mradi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari ya Diongoya, na katika mradi huu halmashauri imetoa milioni 44 ambazo zote zimeshatumika kwa ajili ya ujenzi pamoja na manunuzi ya viti na meza. Sasa mradi huu ni muhimu sana katika maandalizi ya mapokezi ya makundi mawili ya wanafunzi watakaomaliza mwaka 2027 kwa maana ya darasa la 6 na la 7, na ambao wote wataingia kidato cha kwanza mwaka 2028. Baada ya hapo tutaenda kukesha kwenye viwanja vya shule ya msingi Madizini B, na pale tutakuwa na shughuli mbalimbali. Kuna shughuli za ugawaji wa mitungi ya nishati safi, kuna shughuli za kupima ukimwi, kuna shughuli za kutoa damu ambayo ni safi na salama, lakini pia kutakuwa na shamra mbalimbali za wananchi.
tusilale, bado mapambano. Kwa hiyo vijana waliomba, lakini hadi sasa hivi ile mikopo ya wizara yenyewe ya maendeleo ya vijana kwa mkoa wa Morogoro, kwa Tanzania nzima, vijana waliomba maombi ni mengi na Nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia leo fursa na wasaa wa kufanya mazoezi kwa pamoja. Lengo la kufanya mazoezi haya ni malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kutoa taarifa na hamasa ya ujio wa Mwenge wa Uhuru mwaka 2026. Lakini jambo jingine ni kujiweka sawa kiafya kwa ajili ya kujenga afya zetu na kwa ajili ya kujiandaa kwa mapokezi ya ujio wa Mwenge wa Uhuru 2026. Nitumie fursa hii kuwashukuru nyote wananchi wa tarafa ya Turiani na viunga vyake kwa kujitokeza leo kwa wingi kwa ajili ya kushirikiana katika maandalizi ya ujio wa Mwenge wa Uhuru.